وعلى الكريم كرامة الضيفان تعفو الملوك عن النازل بساحته كيف النزول في ساحة الرحمن. alisema asbahtu dhaifa Allahi fi dari ridha, leo nimekuwa mgeni wa Mungu katika nyumba iliyoridhiwa, nyumba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia, nyumba ya kutafuta radhi. Wa ala alkarimi karamatu dhifani, na juu ya Mwenyezi Mungu ambaye mwenye sifa ya ukarimu kuwafanyia takrima wageni, yaani wale waliokwenda hija wote ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa dhifa na takrima zote anashughulikia mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kuwakirimu. Akaendelea kusema taful muluku aninazili bisahatihim, wafalme wana kawaida ya kuwasamehe wale watakaopiga magoti milangoni kwao. Ukimfanyia ovu kiongozi, ukaenda kwa kudhalilika na ukapiga magoti katika mlango wake, akakuona hasa umedhalilika, mfalme anakusamehe, rais anakusamehe. Aendelea kusema bwana mkubwa huyu, ikiwa ukimwendea mfalme au rais na ukapiga magoti anakusamehe, ambaye sifa ya kusamehe kwa hawa viongozi wa kidunia ni sifa ambayo ya kimajazi tu, sio sifa halisi, ni sifa ya mpango tu. Wakati mwingine wanakuwa wakali zaidi. Sifa ya kusamehe hasa anayo Mungu. Mungu ndiye mwenye sifa ya kusamehe. Sasa huyu bwana akasema, ikiwa hawa wafalme ambao sifa ya kusamehe kwao sio sifa ambayo inayofungamana na wao moja kwa moja, sio sifa lazim, ni sifa mutawakil, ule baadhi ya wakati ikawaama, lakini yupo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sifa yake hiyo ni kusamehe, Ghafurur Rahim, Raufur Rahim. Kaifa nuzulu fi sahati Rahmani, akasema huyu bwana, vipi sasa ikiwa utashuka na kuteremka katika uwanda wa Makka, uwanda wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mwenye sifa ya Ar-Rahman. Vipi? Ina maana kwamba ukifika katika viwanja vya Makka, wewe ukimwomba Mungu akusamehe unasamehewa, kwa sababu ule uwanja umekwenda kwa khiari yako, kwa gharama zako, na ukamtaka Mwenyezi Mungu msamaha, basi Mungu jukumu lake ni kukusamehe. Asbahtu dhaifa Allahi fi dari ridha wa ala alkarimi karamatu dhifani ta'fu muluku anin nazili bisahatihi kaifa nuzulu fi sahati arrahmani. Kwa hiyo leo hapa tunao wale ambao kwa yakini yetu wamesamehewa madhambi yao na wamekuwa na hija mabrur, hija iliyokuwa njema, hija ambayo kwa imani yetu tunaamini wamekubaliwa, na tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awakubalie hija yao, awapokelee, kwani kukubaliwa kwao hija yao na ndiyo hata sisi wakituombea Mungu hapa katika uwanja huu, dua zao zitakuwa makubuli, kwa sababu mtu ambaye amekwenda hija na hija yake ikawa mabrur kwa masiku 40 akimwombea mtu dua yake linakuwa makubul na Mwenyezi Mungu anayafungua mambo yake. Kwa hiyo sisi tunawaombea kwanza Mungu wao, Mwenyezi Mungu azifanye hija zao kuwa haji mabrur, hija ambazo njema na zenye kupokelewa kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wana mengi ya kutueleza hija ikoje, wana mengi ya kututia hamsha na hamu, kwa sababu wapo vijana wengi na watu wengi wenye uwezo hawataki kwenda hija kwa sababu ya madudu ambayo mtu anahisi anayafanya akienda hija, wakati bado hajamaliza duniani huko, kama vile hija yake anahisi itakuwa bado.
Kwa hiyo kuna watu wanasubiria mpaka wamalize mazagazaga ya maasi waliokuwa nayo, alafu ndio waende hija. Hapana, twende hija tukiwa na umri mdogo, tukiwa na umri wa ujana, tukiwa na nguvu. Wao watasema naye hapa mzee wetu, mzee wa kambi, tutampa fursa kama nilivyotumwa hapa ili aseme.